taratibu za nchi zinasema ili ushiriki uchaguzi lazima ukasaini fomu ya maadili. Si ndivyo? Wewe umesema utaki uchaguzi wala fomu usajili. Alafu unakuja baadaye unasema uchaguzi sio huru, si uchaguzi haukuwa haki, uchaguzi umeingiliwa. Tunamshauri Chadema, zipo kazi nyingi za kufanya. Sio lazima tuilazimishe, tuishawishi jamii iingie kwenye machafuko. Na kwenye hili tutaviomba vyombo vya ulinzi na usalama wafanye uchunguzi kwa makini, waangalie namna ambavyo Chadema inaweza ikawa inahusika kufanikisha machafuko ya Oktoba 29. Kwa sababu mahusiano yao na baadhi ya taasisi za ndani na nje zinafanana kwenye lugha. Kwa mfano, wanasema wananchi wapeni watu wazike miili yao. Wapeni watu wazike miili yao. Ni nani ameomba mwili wake akanyimwa? Yani Heche anapata wapi kusema wapewe watu wakazike wapendwa wao? Ni mpendwa nani? Ni mtu gani hapa Tanzania? Sisi wanahabari. Amekuja kwenye newsroom anasema ndugu yake amekufa kwenye Oktoba 29, wameomba mwili wa kwenda kuzika wamenyimwa. Yupo? Sasa unapata wapi habari ya kusema watu wakazike? Unasema kuna kaburi la pamoja. Mimi nimeenda hapo kwa Kondo, sijaliona. Lakini sasa taarifa hiyo wanasema Heche, taarifa hiyo wanasema mwandishi mmoja wa nje, taarifa hiyo wanasema mwanaharakati anayecontrol Chadema kutokea Nairobi, taarifa hiyo vinasema vikundi vyao. Halafu na sisi huku tunawaamini. Mimi na mchallenge Heche na nawachallenge watu wengine, ni nani ambaye ameomba mwili? Au ni nani ametoka hadharani akasema ndugu yake hajamzika? Sasa wanazitoa wapi? Kwa sisi Mesila tunasema, kwanza, hatupo tayari kuruhusu uhuru wa taifa letu, amani ya taifa letu iliyojengwa kwa zaidi ya miaka 60 ichezewe tena kama ilivyotaka kuchezewa tarehe 29 mwezi wa 10.